If you misgovern a country, kama wakati wa wenye wameharibu nchi, we remember those people. Sio makamu wao, sio sijui nani, sio mawaziri wao. So rais akiona atasaidiwa na Raila, it is okay. He has his rights to choose his government the way he knows how, or the best way he knows how. But I want to say from my heart, wale watu tunaongoza na tunawasikiza hapa mashinani, they are a very unhappy lot. Hawa watu wamekasirika sana na hii serikali. Wamekasirika kwa sababu you cannot come in 2016 utuambie mtu ni mwenda wazimu, utuambie mtu ni mogoroki, utuambie mtu ni kimodo, then 2 years down the line he's capable of being anything including prime minister. Hawa raia wakawekwa poison katika roho zao. Wakaambiwa hawa watu ni wabaya, these people are bad, muamuke mapema kama dhuraku, tuwafukuze waende nyumbani. Sasa siku hizi tunaona ile maneno mzuri yote ya hii serikali inaenda kwa Raila, kwa gombe yake, wale watu ambao hawakupigia hii serikali kura, wale watu ambao walituhangaisha sana tukifanya campaign. Hawa raia waliamka kama dhuraku, ndio watoto wao wanafurushwa kule Kariobangi. Hawa raia ndio wanaambiwa kila siku maziwa itapanda bei, sijui kahawa italipwa vizuri, majani italipwa vizuri. It ends up being lip service. Our economy imeharibika, especially this second term tangu Raila aingie katika hii serikali. So ni sawa wakitaka kumuigiza wamuigize, vile wanataka kufanya na yeye wafanye, but for me and the people I represent, they are not happy kubebwa kama wajinga. Huwezi kuja hapa uwaambie mtu ni mwenda wazimu, then kesho yake unawaambia vile ni mzuri. Na sasa watu wenye walikuchagua na watu walichagua hii serikali wamekuwa hao ndio watu wabaya katika nchi ya Kenya, na wanaitwa takataka. Maneno yao haitakikani. I mean, we have to be honest hata kama sisi ni wanasiasa. Kwa sababu kuna watu hii Kenya wamefikiria ukikuwa kiongozi na ukue pale juu, hawa watu wengine wote wako hapa chini ni takataka. Na ndio uliona juzi hata pale Kariobangi, wale watu waliamuka kama dhuraku kwenda kuchagua serikali yetu ya Jubilee. Wanaagamishwa kukiwa na ugonjwa katika nchi ya Kenya, wanalala nje, maelfu ya watoto, maelfu ya wamama, watu ambao hawajakosea mtu. Na hiyo shaba wanatolewa ni shaba ya Kajo, ni shaba ya serikali. Kwani serikali ni nini? Si serikali ni watu. Wale watu walikuwa pale, maelfu ya watu wanafurushwa kama burukenge, kama watu, kama nyoka, watu ambao hawajiwezi. Kwa sababu hii unafiki yote imeingia hata kwa roho za viongozi wetu. Ukienda ni interior, wale watu walituma polisi kupiga hao watu. The same kind of unafiki ndio iko katika chama chetu, ndio iko katika hii serikali. Ya kwamba anyone who is not pale juu, the cream, de la cream, yeye ni takataka na hana maana. We must revisit our behavior as leaders. Na tujue ya kwamba tukibomoa hii chama ya Jubilee, we are going back to the tribal cocoons ile tulichukua hapo mbele. Na hizo tribal cocoons, they do nothing else than dividing our country on tribal lines. Na zinaleta mgawanyiko katika raia wa Kenya ambao watu wa Kenya wenyewe ni watu ambao wako pamoja sana. So my